ndio wanasikia hata kahubiri kwenye redio kanahubiri. Kwa hiyo anayeokoka huyo tayari ni wa kwako. Kwa unajikuta kwenye ukoo mmekuwa 10, mmekuwa 5, mmekuwa 3, na nyie mnaanzisha kaumoja kenu, mnakuwa mnaandana sadaka kila mwaka. Mmekuwa 2, mnakuwa mnaandaa mkutano wenu 2, mnaandaa maombi yenu, mnakutana kwamba sasa tuliochanganyikiwa tuko 5 kwenye ukoo, lakini lazima awe mtu mmoja ameanza kutoa sadaka. Nataka tumalizie hapo katika Waebrania. Inasemaje? Naye alipokwisha ukamilishwa, mstari wa 9. Unapoona hata sisi tunakuombea unapona, ufikiri tu tumeanza hivi. Yako mambo mengi, yaani ili uwe sababu ya wokovu, kuna mahali, yaani uwe sababu ya watu kuokoka, uwe sababu ya watu kupona, uwe sababu ya watu kutokulogwa, uwe sababu ya kwamba mtu akija kwako anakuwa salama. Vita yako sio ndogo. Daudi anamwambia mtu kwamba anayetafuta roho yako, ambia anayetafuta roho yangu, fuatana nami utakuwa salama. Huko anatafutwa. Kwa hiyo tunataka turudi katika mambo machache hapa. Mungu haachi watu, ila watu humwacha Mungu mambo yanapokuwa magumu au yanapokuwa mazuri. Maeneo mawili haya. Mambo yakiwa magumu, watu wengi humwacha Mungu, na watu wengi akifanikiwa sana humwacha Mungu. Acha nikuonyeshe hiyo upate kuelewa, upate ufahamu. Kwa hiyo Pasaka sio kula na kunywa, ni kujiangalia. Nataka niwe sababu ya wokovu kwa mume wangu, kwa mke wangu, niwe sababu ya kwamba wachawi wakija wasiweze, kwa sababu mimi nipo. Usikili ni mchezo. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 9 unasema akawa sababu ya nini? Sababu katika Waebrania 5 akawa sababu. Wewe uwe sababu. Ili uwe sababu lazima uwe umetoa sadaka, sio ya kawaida. Wachawi wakitaka kuja kuchukua mtoto wako hawamwogopi mume wako, wanakuogopa wewe uliye na imani, uliye na Yesu. Sio mume, sio hirizi, hawaogopi hicho. Kwa sababu kama mume wako anaenda Kigoma, wao wanaenda Sumbawanga, na wanachopishana huwa ni utoaji wa sadaka. Anayetoa sadaka kubwa, unakuta mchawi ametoa sadaka watoto wake 5 ili apewe uchawi. Mganga naye kapewe 10,000 akashona ilizi ya mume wako. Wakienda mbele za shetani, nani atasikilizwa? Aliyetoa watu 10 apewe uchawi au mganga aliyepewe 10,000? Unakuta kachawi kanasikilizwa kwa shetani, kana sadaka hata ya mume kalishamuua, au mke kalishamtoa sadaka, au mzazi, ili kapewe ule uchawi, ili mapepo yakanywa damu. Kwa hiyo usalama wa familia yako sio uchawi, sio uganga. Wachawi wanapotaka kuja kwenye familia iliyo na watu 2, mwenda kwa waganga na mcha Mungu, wanamwogopa sana mcha Mungu, kwa sababu wanaweza wakapigwa vibaya, na wengine uchawi kufa kabisa, wasiinuke. Kuna mambo Mungu anayafanya hatuyaoni. Kaa vizuri na Mungu kwa usalama wako, familia yako
lakini ukoo wako pia. Hakikisha moyoni mwako utunzi takataka, maana unatafutwa, na usimame vizuri. Leo nikawa naona natazama kitu cha ajabu sana. Mungu akawa ananipa taarifa za mtu mmoja, sijajua ana akili gani mbovu hizo sijui alikuwa ameuza nini, lakini kukawa na udanganyifu, anafanya udanganyifu fulani, na ilikuwa katika swala la utoaji. Si aliona hela zimekuwa nyingi au zimekuwa ndogo. Sasa wakati najaribu kuona hivi, ni mtu wa ajabu, ni mtu wa ajabu sana. Na kukawa na mchungaji fulani, sio alikuwa na mahusiano gani. Sasa yule akawa ameniona, akaahirisha kuja. Nikasema huu ushenzi sisi watu tunapata taarifa za mbali. Nikasema huyu naye pole yake, kwa sababu pengine anafikiria Mungu hajui. Yaani Mungu ni wa ajabu sana. Unaweza ukafanya jambo hapa, ukaamua kutoka hapa kanisani ukahamia hata kanisa lingine. Yaani umetoka tu machoni pa Charles, lakini hujatoka machoni pa Mungu. Kwa hiyo kama kuna uovu wote hujaufanya kwa mtu, umeufanya kwa Mungu. Nikawa naangalia, nasema hii nayo ni hatari. Yeye anayejua yote anajua mengi sana. Sisi huwa anatupa taarifa chache za watu wachache. Sijajua kuwa ni tamaa, sijajua ni kitu gani ambacho kimemdanganya huyu mtu, na sijajua yuko wapi ilikuwa ni ajabu sana. Haleluya. Ndipo Samueli akamwambia Sauli, ngoja nami nitakuambia neno aliloniambia Bwana usiku huu. Unajua Sauli alikuwa anadanganya, anafikiri anayemdanganya ni mtu wa kawaida. Hiyo utaitafuta sana, utachoka. Bwana Yesu asifiwe. Na hili ni jambo kubwa. Huyu mtu ana shida. Hata kama ataamua kwamba atafute kanisa kingine au anasali. Na uzuri na yule mchungaji, yeye mwenyewe nilimjua moja kwa moja, bado ana kesi tu bado ana kesi. Kwa sababu najua kile Mungu anachozungumzisha kama nabii huwa ni habari nzito sana. Sasa huo ujinga unaoendelea kwenye kichwa au kwenye moyo wa huyo mtu, huko aliko ana shida kubwa. Mimi huwezi kunikwepa ikiwa Mungu ameniruhusu niwepo, au ikiwa Mungu ameruhusu wewe nikuongoze kupeleka mahali, huwezi kunikwepa. Hata ukinichukia unapoteza muda. Kwa hiyo nayo ilikuwa ni habari ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nayo ilikuwa ni habari ya kiungu. Unajua sisi watu tunapokea taarifa za maisha ya watu mengi, mazuri, mabaya. Wakati mwingine kuna vitu vigumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Hayo Mungu ni mzuri, lakini yote katika yote nataka ukashinde kwa jina la Yesu. Sijajua kama umekuja na sadaka, hebu nionyeshe hiyo sadaka. Na wala